Sasa labda kama mtu ana swali faidike na kikao cha kielimu, sababu tunaambiwa katika Lailatul Qadr ibada bora kabisa kuifanya ni ibada katika elimu, na baadhi ya maulama walikuwa na wengine wapo kufanya kukaa katika usiku huo wakifanya bahthi. Hata kuna vitabu ambavyo utakuta vikiandikwa, nimemaliza kitabu changu hiki leo katika tarehe hii 19 au 21 au 23 ya Lailatul Qadr. Yani alikuwa katika shughuli za kuandika na kufanya bahthi. Ni ibada kubwa sana, kwa sababu elimu iko katika ulimwengu ambao sio ulimwengu huu. Hivi tunapokaa tukizungumza kuhusu bahthi za elimu, tunatoka katika ulimwengu huu tunaingia kwenye ulimwengu mwingine. Kama vile unaona watu ambao wako katika barza ambao wamefariki, ikiwa sasa labda tutakuwa tunazungumza nao, tutakuwa sisi tuko katika dunia hii, lakini tumeungana na wale katika ulimwengu wao wa barza. Na ulimwengu si mmoja, kuna malimwengu kadhaa ambayo kuna Qur'ani yenyewe pia inasema alhamdulillahi rabbil alamin, yani Mwenyezi Mungu ni Mola wa malimwengu, sio ulimwengu mmoja. Kuna ulimwengu na kila moja ile unavyoingia ni kubwa kuliko nyingine. Kwa mfano sasa tukitoka hapa kwenye ulimwengu wetu huwa wa dunia wa chini, ukilinganisha na ulimwengu unaofuata as-samaa, kuna zile inaitwa as-samawati as-sab'a, na samawati, samaa ya kwanza, ya pili, ya tatu. Sasa ukipimanisha samaa ya kwanza na dunia, au tuseme samaa ile ambayo inafuata dunia, ni kama tone ndani ya maji ukubwa wake, na ulimwengu unaofuata ni mkubwa kiasi ya kwamba huo ambao umetoka ni tone, ni sawa na tone katika bahari. Sasa ilmu, unapoingia katika bahthi za kielimu, huwa mtu anaingia ni kama ameingia kwenye ulimwengu huo au malimwengu hayo, na unakuwa, kwa sababu elimu ni ya katika, si kitu cha kimada, ni kitu ambacho ni cha kiroho, ambacho kwa kusoma au kwa kufuatilia unakuwa na mahusiano nayo kwa kupitia kusikiliza na kufanya bahthi. Kwa hivyo ibada hii ambayo tunafanya ya kuulizana maswali, ya kuzungumza na kusikiliza hotuba ni ibada kubwa sana. Inashinda hata ibada ya swala, ibada ya saumu, ibada ya elimu ni kubwa, ikiwa kwa sababu mtu anapata kuongoka na anafungukiwa na kuweza kufungukiwa na hijabu. Hijabu yani sio hijabu ya kina mama, yani hijabu yani pazia inafunguka, unaweza kujua makubwa na mengi ambaye ulikuwa hujajui. Inshallah, nafasi ndio hiyo. Nilikuwa na swali, unaweza kunyosha mkono. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Swali langu linakuja kwa dua tawassul. Naam. Katika maneno ya dua tawassul, unafika hayo maneno yanaenda direct kwa maimamu. Mfano tunaomba direct kwa mtume hapa mwisho. Vipi tutaweza kutofautisha tunaomba maimamu ama tunaomba Mwenyezi Mungu? Swali la pili linakuja, huenda ikawa sisi tunashukuru ama vipi? Ndio nitaitie niweze kuelewa. Hiyo swali la pili linashikana na la kwanza, yani inakuwa ni swali moja, yani ni swali moja au sio? Bismillah. Tawassul ni nini? Tawassul, swali limeulizwa ni kwamba katika dua ambayo tunayosoma ya tawassul katika usiku wa kuamkia Jumatatu, Jumatano,
Jumanne tunayosoma hiyo dua ya tawassul, tunasema kwa mfano ya hujjatallahi inna tawajjahna bika kadha kadha, tunaendelea ni wewe mtume, kwa mfano imam fulani, tunakuelekea kupitia kwako, tunamwelekea Mwenyezi Mungu na kuendelea vile. Ishfa lana, yani tutetee au tuombee mbele ya Mwenyezi Mungu, fanyie uombezi kwa Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama kwa mfano, au hapa duniani pia. Sasa swali ni kwamba, swali alilouliza ni kwamba, je, tunapowazungumzia tunazungumza nao, hatuzungumzi na Mwenyezi Mungu? Kwa hivyo ni kana kwamba tunawaabudu au la sivyo, badala ya Mwenyezi Mungu. Sasa swali la pili ndio hiyo inakutana hapo ya kwamba, je, si kufuru hiyo tunafanya kukufuru Mwenyezi Mungu? Jawabu ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio ametuamrisha kwenye Qur'ani, hata sio tu kusema labda tuseme hadithi, kwa sababu turudi kwenye hadithi huwa watu wanatofautiana. Wengine wanasema hiyo hadithi sio sahihi. Ukisema Msuni au Wahabi au labda mwingine, ukitaja hadithi tunakosa kuelewana, kukubaliana. Nasema hiyo hadithi sisi hatuikubali. Mwingine anasema hiyo hadithi ni sahihi, si sahihi. Mwingine anasema si sahihi. Lakini aya ya Qur'ani kila mtu anaikubali, iwe ni dhehebu lolote. Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtagu ilayhi wasila, ya kwamba Mwenyezi Mungu anasema enyi ambao ni waumini, mcheni Mwenyezi Mungu na mtafute wasila, njia kufikia Mwenyezi Mungu. Wasila Mwenyezi Mungu ametuamrisha ya kwamba tutafute njia ya kufikia. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu mwenyewe ndio ametuamrisha tutafute njia ya kumfikia, na hii wasila ni njia ambayo tunapotaka ndio tunamfikia Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ametuwekea njia za kumfikia. Kwa mfano kama sasa sisi tunaposwali pia, kwa mfano pia tunaelekea kibla ndio tumfikie Mwenyezi Mungu. Wewe unapoelekea unauliza unaelekea wapi? Unaelekea Kaaba. Sasa Kaaba ndio Mwenyezi Mungu. Na au pia Kaaba kama wasema ni nyumba ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anaishi pale? La, haimaanishi vile. Wenye kusema ya kwamba haifai kupitia chochote, tunataka kuelekea kwa Mwenyezi Mungu straight, basi wao pia wana mushkil. Kwa sababu nini? Wanaposwali wanaelekea nini? Kibla, wanaelekea Kaaba. Kwa hivyo mnaabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Mnaposujudu, sisi wanasema ya kwamba sisi tunasujudia nini? Turba. Sasa sisi tunasujudu juu ya turba ili kumsujudia Mwenyezi Mungu. Wao wanasema kwamba mnaabudu nini? Turba. Basi hamna tofauti. Nini choice? Turba, mkeka ndio utakuwa kwa hapo. Mkeka pia bado unausujudia. Au msujudii Mwenyezi Mungu mwenyewe useme kwa mfano. Bado utakuwa unaelekea unasujudia kitu kisichokuwa Mwenyezi Mungu. Hamna tofauti, iwe ni turba, iwe ni mkeka, iwe ni nini, mchanga au jiwe au chochote kile. Unaposujudu unasujudu juu ya kitu kile. Sasa sisi tunapozungumza kuhusu kusujudu, tunasujudu ili njia ya kumwelekea Mwenyezi Mungu. Na hizi ni njia ambazo Mwenyezi Mungu ametuwekea, ni wasila wa kumfikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile amewafanya watu wakawa pia ni nini? Ni watu ambao tunawaelekea au tunaelekea Mwenyezi Mungu kupitia kwao. Na tukirudi pia, na ndio dua hiyo tawassul tunasema ya wajihan inda Allah, ewe ambaye una mwelekeo, Mwenyezi Mungu amekupenda na ukawa uko na cheo mbele ya Mwenyezi Mungu, basi tuombee kwa Mwenyezi Mungu, ispa tutetee kwa Mwenyezi Mungu. Tukitoa mfano wa kawaida, mtu anapokuwa anataka kwenda kwa mtu mkubwa, kwa mfano rais, mfalme, unapotaka kumfikia inakuwa labda wakati mwingine ni vigumu sana kumfikia. Yuko juu, yuko cheo cha juu,
Sasa inabidi ufanye nini? Unatafuta mtu ambaye ana ukaribu na yeye, waziri au familia, ambaye atakwenda atakutetea pale. Sasa huyu mtu anakuwa ni wasila, ni njia ya kumfikia, kwa sababu ana nini? Ana wajibun, ana uso, ana heshima mbele ya yule. Sasa hawa watu watukufu, mtume, maimamu, ni watu ambao wana utukufu, na kama Qur'an tunakuta aya kadhaa zinapozungumzia kuhusu watu watukufu hawa mitume, inasema wakana inda Allahi wajihan, na alikuwa nini? Ana uso mbele ya Mwenyezi Mungu. Uso ni nini? Neno wajihun, kwa nini wajihun umeitwa wajih? Wajihun yani uso kwa Kiswahili. Wajihun ni kwa sababu ya kwamba wanasema ma yutawajjahu bihi au ma yutawajjahu ilayhi. Uso ni kitu ambacho mtu anatumia kumwelekea mwenzake, au anapotaka kuelekewa ananyoosha anaelekeza uso wake. Sasa Mwenyezi Mungu tunaposema ya kwamba ana wajhun, yani wajhullah ni nini? Ni kitu ambacho tunapotaka kumwelekea Mwenyezi Mungu tunakiangalia, tunakielekea, ndio tunakuwa tumeelekea Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hana mahala maalum tunasema kwamba Mwenyezi Mungu yuko hapa, kwa hivyo namwangalia. Na Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema katika Qur'an, aina ma tuwallu fathamma wajhullah, yani kokote kule utakapoelekea huko kuna wajhullah, yani huko ndio kunini, kuna uso wa Mwenyezi Mungu. Sio uso yani ni mahali pa kumwelekea Mwenyezi Mungu, yani ni njia na wasila wa kumwelekea na kumfikia Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu hana kiwiliwili. Mwenyezi Mungu hana sehemu maksudi anapoishi. Kwa hivyo hiyo ndio njia ambayo ipo, na sasa ndio unasoma hata tukizungumza kuhusu hiyo dua, tukirudi pale kwenye dua inasema ya wajihan inda Allah, ewe ambaye wewe ni wajihi, una uso mbele ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amemfanya yeye akawa ni wajhullah, amekuwa ni uso au ni mwelekeo ambao tunafaa kumwelekea tunapotaka kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini na inajuzu ukimwambia ewe fulani nitetee kwa Mwenyezi Mungu, nifanyie isfa, nifanyie shafaa, nitetee. Na Qur'ani yenyewe inasema katika Qur'ani aya za shafaa ziko nyingi. Yauma sikini nini, zina aya sikumbuki sahihi aya zingine. Yauma kuna aya zinasema la tanfa'u shafaa illa biidhni, yani hakuna shafaa itakayopitishwa na Mwenyezi Mungu ila kwa idhni ya Mwenyezi Mungu. Hakuna yule ambaye ataweza kumtetea mwenzake ila kwa idhni ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo shafaa ni kitu ambacho kitafanyika. Kuna watu ambao watakuwa na cheo cha juu, kwa mfano mitume, imamu, nini, wako na cheo, watatufanyia shafaa kututetea mbele ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya uso wake ambao yuko nayo mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya ibada yake mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya utiifu wake kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya rehema yake ambayo Mwenyezi Mungu anamrehemu, na pia inatufikia na sisi. Kama vile pia mtume ameambiwa ya kwamba ma kana Allahu liyuadhibahum wa anta fihim, yani Mwenyezi Mungu hawezi kuadhibu na wewe uko hapo. Yani kwa sababu ya baraka za mtume na rehema ya mtume, Mwenyezi Mungu anafanya nini? Anazuia adhabu yake isiwafikie watu wengine. Na ndio mtume pia anasema Mwenyezi Mungu anamwambia inna arsalnaka nini rahmatan lil alamin, tumekutuma uwe ni rehma kwa walimwengu. Sasa yeye atakuwaje rahma? Kwa nini? Kwa sababu ile kule ukuruba wake ambao kuna mbele ya Mwenyezi Mungu unafanya Mwenyezi Mungu rehema yake pia inafikia kwa baraka ya mtume, kwa sababu ya mtume. Kwa hivyo tawassul ni kupitia njia hii Mwenyezi Mungu ametuamrisha tutumie, na inajuzu kumwambia yeye mwenyewe. Mfano ni hivi sasa hivi, je, haijuzu kumwomba mtu kitu? Kuna wengine wanachanganya mambo, yani la yajuzu al-isti'ana bi ghairi Allah, haijuzu kuomba msaada kutoka kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Na kwenye aya aya
ya sura Al-Fatiha inasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wewe tu peke yake ndio tunaomba msaada na wewe tu ndio tunaikuabudu. Sasa hiyo wewe tu tunaomba msaada, wengine wanaifahamu kimakosa, haifai kabisa, lakini bado wanafanya mambo haya ya kuomba msaada. Haifai kusema kuomba msaada, kwa mfano ya Muhammad nisaidie kitu fulani, haifai. Kwa nini? Hii shafaa ni pia ni msaada unachukua kutoka kwake. Sasa je, wewe ukiwa ndani ya nyumba unataka kitu fulani kutoka kwa mwenzako, kwa mfano kikombe, haumwambii nisaidie na hicho kikombe fulani, nipatie hicho kikombe, ama utamwambia Mwenyezi Mungu nipatie hicho kikombe? Mwenyezi Mungu mwambie nifanyie mambo kama unamuomba. Hizi ni njia zinaitwa wasita za Mwenyezi Mungu ambazo zipo ndio uweze kufikia. Kwa hivyo unapokuwa unaamini ya kwamba huyu ndio anayekusaidia na sio Mwenyezi Mungu, hapo ndio unakuwa unafanya shirki na unakuwa unafanya dhambi. Lakini kuomba mtu msaada ukijua ya kwamba Mwenyezi Mungu anakusaidia kupitia kwa huyu, basi hamna tatizo na inajuzu kumwomba. Na Qur'ani pia inasema, kwa mfano kuna hii aya inasema an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli. Kuna hiyo aya pia inasema Mwenyezi Mungu anawatajirisha kwa fadhila zake, au anatosheleza kwa fadhila zake na mtume wake. Yaani mtume pia anawatosheleza, anafanya nini? Anawatajirisha kwa fadhila yake. Mtume pia yeye anafanya. Kwa nini? Kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Kama vile pia aya zingine pia zinasema kuhusiana na kutoa roho. Mwenyezi Mungu anasema Allahu yatawaffa al-anfus hina mautiha, yaani Mwenyezi Mungu anazichukua nafsi yeye mwenyewe wakati zinapofariki. Na pia anasema aya nyingine amenasibisha kitendo hichi akakiweka kwa nini? Ni kitendo cha malaika. Anasema yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum, yaani malaika atachukua roho zenu, nafsi zenu, alladhi, ambaye amepatiwa utawala juu ya nafsi zenu. Sasa hapo Mwenyezi Mungu yeye ndio anatoa, lakini kupitia kwa malaika wanatekeleza kazi ya Mwenyezi Mungu. Aya nyingine inasema ya kwamba Mwenyezi Mungu yudabbirul umur. Lakini pia kuna aya nyingine inasema almudabbirati amra, malaika wanaitwa wenye kufanya tadbiri ya mambo. Sasa kwa hivyo hakuna shirki yoyote, ni katika taratibu ambazo Mwenyezi Mungu ametuwekea ya kwamba hawa Mwenyezi Mungu amewawezesha wafanye vitu, na tunapofanya vile, ukiwa unaamini ya kwamba yeye ndio anakupatia ama anakufanyia bila kuwa na Mwenyezi Mungu hapo katikati, hapo ndio utakuwa unafanya shirki. Lakini kufanya vile ukiomba hamna tatizo, na mfano wake ni kama vile tumesema, unaweza mwambia mtu nifanyie, nifungulie mlango, nisaidie na pesa, nisaidie na kikombe, na hakuna shirki yoyote, kwa sababu hauamini ya kwamba yeye ndio anakufanyia hivyo kwa uwezo wake, anafanya hivyo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kuambia ya Muhammad, ya Rasulullah kwa mfano, au fulani isfa lana ya wajihan inda Allah, hamna tatizo lolote, kwa sababu unaamini ya kwamba huu uwezo atakuwa la yashfauna illa biidhni, hawatakuwa na uwezo wa kufanya shafaa ila kwa, kama vile pia Nabii Isa vile alivyokuwa akiumba inni akhluqu min at-tayri ka hay'ati at-tayr fanfukhu fiha fayakunu tayran biidhnillah, yani kwamba mimi nachukua udongo ninaumba, yeye pia ni muumbaji. Akhluqu, ninaumba kutokana na udongo, ninaumba ndege, lakini nini? Biidhnillah, kwa idhni ya Mwenyezi Mungu, afanye kwa binafsi. Ndio ukiwa unafahamu akida yako iko sawa, haina kasoro. Lakini wengine wanaangalia nini? Wanatumia jicho moja, wakisoma aya hizo wanajiangalia, hawaelewi, hawaangalie aya ya pili na maana yake ni nini, wanaifahamu kimakosa.
Kuna maswali matatu kwa kina mama. Swali la kwanza, kwa tofauti ya kuoga josho la hedhi na istihadha or nifasi? Swali nimeuliza kwamba je, kuna tofauti ya kuoga muogo wa nini, wa hedhi, istihadha na nifasi? Jawabu ni kwamba hamna tofauti, muogo ni ule ule mmoja, staili ni moja. Kwanza ukishajitoa najisi ambayo iko kwenye mwili au kama ni jasho, ukishaoga, muogo wenyewe unaogwa bila sabuni. Yaani baada ya kuwa umeshaoga, ushatoa sabuni, vizuizi vyovyote vile viko kwenye mwili, alafu unaoga kwanza kwa maji ambayo ni pure, unamwagilia kichwa mpaka kwenye shingo ifike na ishuke kidogo kwenye mabega, alafu umwagilie maji pia upande wa kulia, na uhakikishe sehemu za tupu zipate kikamilifu maji pande zote, sio nusu, yani upate maji nini, alafu kisha mpaka miguuni, alafu upande wa kushoto pia vile vile maji uyamwagilie bila sabuni, alafu mpaka na pia sehemu mbili tupu mbili zipate maji na kikamilifu, sio nusu pia, na itakuwa umemaliza muogo. Lakini kabla yake mpaka uweke nia, ninaoga. Baada ya kuoga hizo sabuni, muogo wa sabuni na jasho na nini na zote hizo, unapotaka kuweka kunini, mpaka uweke nia kwamba ninaoga ghusli ya hedhi, ya nifasi, ya istihadha, ya janaba, mpaka uweke nia. Istihadha, damu inapotoka kwa wingi, ni lazima mtu ajitayarishe? Istihadha ziko tatu, kuna nyingi na kuna ya wastani na kuna ya chache. Istihadha hizi mbili inabidi uoge ndio uweze kuswali. Istihadha chache na mtu anajitahirisha katika kila swala, anabadilisha kitu kile ambacho amefunga cha kusitiri au kuzuia ile istihadha, anabadilisha kila swala, yani adhuhuri, alasiri, anatahirisha na anatawadha, na alafu ndio anaswali swala ya pili vile vile. Lakini kama ni swala hizi zingine, kama ni istihadha ya wastani, anaoga mara moja kwa siku kwa ajili ya mchana mzima, na hii nyingine anaoga pia ghusli mara mbili kwa ajili ya ya istihadha ambayo ndio nyingi, ambayo inaitwa kathira, pamoja na kutawadha na kubadilisha hiyo kitambaa kwa kila swala. Kama mtu ameasi dini, je, akija kusaidia kupika futari, je, ni haramu? Hamna tatizo ikiwa mtu labda ameasi, yani ameacha Uislamu. Lakini inategemea yeye amekuwa dini gani. Ikiwa yeye amekuwa ni Mkristo kawaida, kulingana na fatwa ya Sistani, si najisi. Kwa hivyo akiwa yeye mwenyewe mwili wake ni tahara, akipika chakula kinakuwa ni tahara, hamna tatizo. Lakini kama amechukua dini kwa mfano zisizokuwa, sio Ukristo, au Hindu, ukalasinga na ibada kama Budha nini, wale sio tahara. Kwa hivyo hata kama sio kuritadi, lakini hata kama ni asili yake ndio yeye anaipata hizi dini, yeye akikupikia chakula huwezi kula kwa sababu mwili wake si tahara. Naam. Ikiwa mmetengana na mmeo na hajakupa talaka na mna mtoto ila hafanyi wajibu ya kumlea mtoto, je, hukumu yake ni nini? Mtoto anapozaliwa ni wajibu kwa mzazi, baba awe atamwangalia, kumlisha, kumvisha, kumpeleka shule, mahitaji yake yote, wawe wanaishi na mkewe au hawaishi na mkewe, wametalikiana au hawajatalikiana. Kwa hivyo mtu anapokuwa anakosa kutekeleza wajibu huu, anakuwa ni mwenye kupata dhambi, na pia sheria ziko, kwa mfano kupitia kwa makadhi
jambo hilo linaweza kufuatiliwa na akawa atatoa mahitaji hayo, kwa sababu ni wajibu wake. Maswali? Tumemaliza swali. Swali langu linahusu kilimo kidogo. Kitu kinamea kwenye maji. Kilimo kinamea kwenye maji. Mmea fulani unamea kwenye maji kama ponde. Na kulingana na utafiti ni kwamba haja ndogo ya mwanadamu iko na madini fulani ambayo yanatumika kama fertilizer, nitrogen, phosphorus, potassium. Na ikitiwa pale, ikiwa fresh, inafanya kazi vizuri sana. Na ni kile ambacho kinapandwa pale ni kitu ambacho mwanadamu anaweza akaconsume. Je, kwa kivipi inaruhusiwa kufanya hivyo, kutumia haja ndogo ya mwanadamu kama mbolea, hata kama yale maji tuseme hayajafika ile kuu, tuseme kama maji tuseme kama lita 3 hivi unaweka kama lita 3 hivi. Je, itahesabika ni najis ama kuna hizi mikali mkilabu na nini? Je, inajuzu? Swali la pili, niseme pia mara moja. Kuna baadhi ya vitu ambavyo vinapatikana kwa maduka, na kwa mfano sisi hatutumii, tunajua labda hicho kitu kitumia kina madhara kwa njia moja ama nyingine, hata kama ni baada ya muda fulani. Kama tuseme kitu kama sigara, hizi energy drink, hizi watu wanakunywa soda, Muislamu anaruhusiwa kuuza vitu kama hizi, tuseme kama ako na duka. Yeye mwenyewe atumia, lakini soda tunajua tu kila mtu anatumia huko hivi. Je, inajuzu ama inajuzu? Swali la kwanza ni kwamba je, ikiwa labda chakula nitaelezea kwa njia ya kwamba kinatiwa fertilizer ambayo imetokana na kinyezi cha binadamu, je, inajuzu kula chakula hicho? Hata ndio amesema ndio, kwenye maji machafu nini yanatiwa na kinyezi kama hicho, alafu chakula kinalika. Kulingana na nini, nitaelezea kwa upande mbili. Kwanza ni kwamba kuna vitu ambavyo wanasema vinabadilisha kitu kinakuwa tohara. Kuna kitu kinachoitwa, miongoni mwa vitu, kuna intiqal, kuna inqilab, kuna istihala. Intiqal ni kwamba kwa mfano mtu damu imetoka, mbu akaja akanyonya damu yako. Akishanyonya damu yako ikaingia ndani ya kiwiliwili cha huyu, alafu ukampiga akiwa hapo, labda ameshamaliza kunywa damu yako, ukampiga, damu kaiona. Hiyo damu si najisi, kwa sababu si damu yako tena, inakuwa ni damu ya nini? Ya huyo mdudu. Inqilab ni kitu kinabadilika kabisa sura yake, alafu kwa mfano kama vile kinyezi kimebadilika kikawa mchanga, kinatahirika kwa mfano. Alafu kuna istihala, ni kwamba kuna kitu kemikali kimebadilika. Kwa mfano pombe imebadilika ikawa nini? Ikawa siki, ikawa vinegar. Sasa ikishabadilika inakuwa tohara. Kwa hivyo hizi ni njia za kutahirisha kitu. Sasa kwa mfano ikiwa tutasema ya kwamba choo hicho kimeingia kwenye mmea fulani, ikiwa tutapata hiyo taratibu ya kwa mfano kiintikali, kimetoka kwenye nini, ilikuwa ni najisi, alafu kimeingia, kimekuwa ni pati ya mwili wa nini, ule mti, tutasema ya kwamba imetahirika. Lakini nategemea, ikiwa ni kidogo sana hamna tatizo, lakini ikiwa ni nyingi sana kiasi kwamba basi imebeba ule uchafu, basi yani mpaka hata ukiangalia unasema hii ni kinyezi tu, yani ndio kinatembea, au mti huo ni nini, athari zake, hata harufu na nini na zote. Sasa hiyo automatically haiwezi kutumika. Sasa hiyo ni kwa upande wa kifiki. Tukirudi kwa upande wa kitiba, ni kwamba vitu kama hivyo ambavyo vimekuwa na malezi, au kwa mfano fertilizer chafu nini ndio zimetiwa ndani, zinabeba sifa ya uchafu ule na zinaingia ndani ya nini, ya kitu kile. Kwa hivyo wewe unapokula utakuwa unabeba ugonjwa na nini, vitu kama hivyo ambavyo na vinabadilika katika nini. Na hata Mwenyezi Mungu amezungumza, kuna hii aya katikati ndio nakumbuka,
inasema siku za mwisho kuna watu watakuwa katika hali fala yughayyirunna khalqa Allah wala yubattikunna adhana an'am na nini. Wanasema aya Mwenyezi Mungu anaonyesha kwamba kuna watu watabadilisha maumbile ya Mwenyezi Mungu, kama vile siku hizi unaona hii matunda unakuta wanachanganya tunda hili na tunda hili linabadilika. Kuna hizi wanaita GMO. Hiyo GMO yenyewe inabadilisha kitu na mwishowe kinaingia kwenye mwili wako, kina madhara chungu nzima. Wenyewe wamechunguza na wamethibitisha kuna magonjwa ya kutozaa, sijui nini, makansa na nini, yote yanatokana na hayo. Na hata hiyo pia uchafu kama huo sasa, matunda yani kutumia nini, fertilizer ambazo zinaingia ndani, zina athari kwenye mwili wako. Hata kama labda hujakula najisi, lakini umekula vitu ambavyo vina sifa ya kitu kile. Kwa hivyo inatakana nini? Mwenyezi Mungu anasema kulu min tayyibati. Tayyibati, yani tayyib ni kitu kizuri, Alafu pia amekataza msikule nini, al-khaba'ith. Kuna vitu ambavyo ni khabith. Vyakula vitu ni khabith, vina madhara. Kikishaharibika kina faida, kinakuwa ni khabith. Hata kama utakiona ni kizuri, kuna vitu vingi tunakula tu vichafu ambavyo vinaingia katika khabith. Hata hizi fast foods nyingi ambazo tunakula zote ni khabith. Hakuna tayyibu ndani yake. Ndio sababu inaleta magonjwa chungu nzima. Sijui machipsi, sijui nini, vitu vingi ambavyo tunakula ambavyo unataka kula haraka na nini, vina madhara. Labda unachukua chakula unaweka kwenye freezer, inabadilika. Wewe unaiona iko hai, lakini ilikufa zamani hiyo nyama. Hebu itoe uweke dakika kadhaa, baada ya muda unaona haina harufu nzuri, sio muda mrefu. Kumbe ilioza, lakini inahifadhi tu sura yake nzuri. Lakini unakula kitu ambacho kimeoza, ndio unakula ndani ya mwili wako. Unaona? Ile tu ni kuhifadhi tu, ikae tu sura nzuri, isibadilike. Kwa hivyo vitu kwa upande wa kula, hilo ni swali la kwanza. Lakini ilikuwa kama kuuza sasa vitu kama hizo ambazo ndio naziita kabai pia. Kwa sababu masoda pia zote zinaingia katika sifa ibati na kabai hizo. Sasa muumini anajichunga na kabai hizo, anajiepusha na vitu kama hizo. Ukiweza kujiepusha itakuwa vizuri sana. Sasa haijuzu kumlisha mtu kitu ambacho kina madhara. Lakini sasa madhara yanategemea daraja ya madhara. Kuna madhara ambayo labda yanaweza kuwa una madhara, lakini kwa muda mrefu ndio madhara yatakuja labda yatokezee. Na kuna madhara ambayo ni hapo kwa hapo. Sasa kitu ambacho kina madhara makubwa haijuzu, lakini madhara madogo hatukatazwi. Hamna tatizo, labda kama sio hapo wakati huo, labda itakuja ukila muda mrefu ndio madhara yanakuja. Hiyo ndio. Lakini labda mara moja, kwa mfano kuuza vitu kama hivyo, soda nini kina madhara, lakini imaanisha kwamba mtu akinywa saa hizo atakufa, atakuwa na ugonjwa na nini, lakini akiendelea itamdhuru. Sasa vitu kama hivyo hamna tatizo, kwa sababu madhara yake ndio tunahesabu na madhara. Lakini ukipima kwa ile hesabu wa nini, katika watu wa usul wanaita ilmu al-usul, inaitwa hesabu al-ihtimal. Yaani kwamba hii ni 1% leo umekunywa imekudhuru, kesho ni 1% umekudhuru, kesho kutoa 1%. Hiyo 1% ukichanganya baada ya muda mrefu itakuwa ni 100%, itakudhuru. Sasa vizuri ni kujiepusha toka mwanzo tu. Ni kama sigara pia, wanasema siku hizi wanakuandikia uende ukapata kansa, lakini imaanisha ukianza tu mara moja unapata kansa, ukiendelea itakuja mpaka ifikie. No. Kwa hivyo sio haramu, na ndio sababu baadhi ya maulama hawaharamishi kuvuta sigara, wengi wao. Labda kuna wengine walikuwa, labda mmoja wawili walikuwa na haramisha vitu kama hivyo. Sasa kwa sababu madhara yake ni madogo, kwa kiwango kidogo, lakini madhara ni kama vile wewe unapotaka kunini, unataka kuwa wasemavyo, unataka kupendeza, you want to be, kwa mfano kwa mwanamke, beautiful au handsome, inabidi adunge sindano, kwa mfano atoboe sikio lake ndio aweze kuweka nini. Sasa ina madhara ndio, lakini madhara kidogo, lakini mwishowe unapendeza. Au labda unaenda unajisugua nguo mpaka ngozi itoke, uchafu utoke, upendeze na vitu kama hivyo. Ala kuli hali, wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Siruhusiwi tena. Nimeambiwa swali moja zimekuja mbili. Ukipewa huyo akitoa ruhusa hilo tu la
Saa 10 imefika. kulingana na haya maneno ya habibi. Sasa hivi Sasa hajaruhusiwa. samahani Sheikh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hapa Nakuru kuna tatizo limetokea kuwa yale maji ambayo yako kule lingine Nakuru ni machafu. Lakini kwa sasa hivi samaki zinazoliwa Nakuru nyingi zinatoka pale. Sasa na sisi tunaona kwamba yale maji ni machafu. Nafikiri waste zote zinazotoka katika hizi mitaa zote mpaka inakuja. Na samaki wanavuliwa pale tunaletea. Je, hawa samaki tutawauza kwa sababu utaambua kwamba tena kwa kibanda utapata ndio wamechanganywa, kuna wa Kisumu na wa Naivasha, lakini hapo wamechanganya paka na wani hapo. Nimejibu kulingana na nini, nimeelezea kwamba kifikri sasa tukirudi kwa haya maji ambayo ni mengi zaidi ya kuru hayanajisiki, najisi ikiingia ndani hata iwe nyingi namna gani, ikiwa rangi au harufu au ladha haijabadilika, najisi usiniona, si watu wanakufa ndani ya maji? Labda wanaweza kufa wengi, lakini maji yanabaki hayana harufu wala nini ya maiti. Ikishatolewa inabaki tu ni tahara. Lakini sasa sehemu hiyo kwa sababu ya nini unasema kuna choo na nini, kwa upande ya nini ya kuathirika kiafya utaathirika, unaona, lakini kitahara ni tahara. Sasa ndio nasema kuna habari kama vile soda ni khabith, lakini si najisi, na pia na madhara, lakini sio makubwa kiwango fulani. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.